Bwana, niko na maneno mawili, tamu na chungu. Nataka utupitishe kwenye experience yako kwenye upande wa mahusiano au mapenzi, kwenye upande wa tamu na chungu ilikuwaje? Utaanza na neno gani? Tamu ni tamu kaka. Lazima anze na tamu. Ukianza na chungu wewe umechanganyikiwa. Tuanze na tamu. Bwana, tamu kwenye mapenzi, ujue bwana hamna kitu kizuri kama amani ya moyo. Mimi hadi before huko nilikuwa natamani sana kuwa na mwanamke ambaye nitaishi naye miaka 10 na huko hata ikiwezekana milele. So I think this time around nimempata Mama Nono. Hii ni tamu yangu kusema ukweli. Na tamu inakuja wapi unajua? Ni kwamba tu hatuko wawili tena kama tulivyokuwa before. Kuna kina Nono, kuna kina Kuki, kuna kina Zara, lakini pia kila siku furaha inazidi kutanda, kazi inaenda vizuri. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni tamu yangu. Yaani nisipoisema hii hata nafsi yangu itasononeka sana. Okay, tupitishe kwenye chungu huko nyuma, way back na nini. Najua kila mtu ashapitia hiyo. Tupe hiyo. Bwana, chungu, watu wengi wanakutana na chungu, lakini kila mtu ana uchungu wake. Bwana, mimi lazima iwe mahusiano. Tumebezi kwenye mahusiano. Bwana, mimi mwanangu ilikuwa na pisi yangu kitambo hapo ndo naanza kwenye kupambana. Alafu ile pisi ikaenda toka na mshikaji wangu. Alafu ni kwa sababu mshikaji wangu ana geto kali nini, mazingira. Kwa hiyo siku moja nikagundua na nikamwambia, afa kanambia, kweli ni geto langu tu. Mwanangu, hiyo kitu inaumiza sana. Yaani bora hata singeniambia kwamba ni kweli. Kwa hivyo naambia kweli. Hiyo siku ilikuwa chungu sana. Hapo ndo nilijua kweli mapenzi yanauma. Mapenzi yanauma. Ndio. Mimi nataka utupitishe kwenye experience ya tamu na chungu kwenye upande wa mahusiano. Nipe mkasa wa tamu na chungu ambao umewahi kuupitia ukasema kabisa hii ilikuwa tamu sana, hii ilikuwa chungu sana. Mimi nina ushuhuda sana. Nikianza kwenye chungu. Mimi kipindi napata mtoto wangu wa kwanza ambaye ni Steve. Nilikuwa kwenye mahusiano ambayo ilikuwa very strong relationship. Na kwa sababu nataka nikuadisia uchungu. Uchungu ulikuja pale ambapo iligundulika kama Barnaba ameachwa. Na kwa nini ilikuwa imeenda spirit out kama ameachwa? Sio ameachwa. Lakini mimi baada ya kupishana na watu wangu, watu wangu walikuwa ni mtu wa kwanza kumove on na kumwanika mpenzi wake. Yani kwamba baada ya mahusiano kuachana, caption ya mpenzi wangu au mama wangu ilikuwa ni kwamba nina furaha sana siku fulani nilionao sasa sikuwahi kuipata ndani ya miaka 5. Imagine. Where am I? Nilikuwa wapi? So vitu kama hivyo vinaumiza, lakini pia uchungu wake ulikuwa ni kwa sababu mimi nilichelewa kukubali. Alafu by the time pia kuja kutafuta utamu ambao sasa niko nao mpaka sasa na kunifanya nivaa ring. Mashallah. Nilianza huyu ambaye niko naye sasa, yeye alitumia nafasi ya kunifanya kwamba bwana, sikiza, ukitoa uchungu kuna utamu. Mambo ya kuletewa breakfast nzuri. Na mama alijitahidi, alikuwa akija na multiple ya dagaa hapa, nyanya chungu za kutosha. Vijana walikuwa wanakula sana ugali wa bure bwana, lakini bado utamu nilikuwa nachelewa kuuona. Baadaye kuna siku moja naweza nikamwambia mdogo wangu, baada ya uchungu huku kunipiga upande wa kushoto, kuna siku moja nikaja kumwambia huyu ambaye ni utamu wa sasa, kwa bwana, sasa maisha yangu Dar es Salaam yameshinda, nimekusanya vitu vyangu vyote, nishauza vitu vyote, nataka kurudi kwetu Moshi. Nikamwambia mbuzi nifuge. Siku nataka kuondoka kwenda kijijini, yule bibi akaniambia, sikiza, mna shida, najua unaondoka leo kwenda kijijini kwanza maisha mengine mapya, lakini naomba twende out ya mwisho. Ya mwisho hiyo. Out ya mwisho. Ya out ya mwisho nilokwenda hiyo. Nikaenda na bibi tukapiga zetu vinywaji na nini, tukajikuta tumezima, nikachelewa basi aitia kwenda Mungu. Kwa utamu ulianzaga hapo mashamba leo. Abarikiwe sana shemeji. Kwa hiyo kwenye utamu ambao niliukwepa kwanza kwenye maisha ya bushi, ndio niko nao mpaka sasa, na umesababisha sasa hivi nimeoa na mke wangu ambaye amekuwa amenifanya experience utamu ambao sasa hivi niko kwenye ndoa. Kijana machachali, handsome boy mwenye pesa nyingi na yuko ndani ya ndoa. Hongera sana kaka. Nashukuru sana. Unanishawishi na mimi sasa nianze kuja kwenye ndoa. Nataka uje. Basi sawa. Na katika sifa 3 za utajiri, moja hapo nilikuwa na mpenzi huyu, mmoja hapo umesema huna kabisa. Begeti yuko single. Nani kakwambia?
Yetu yuko single. Moja vitu ambavyo vinaweza karibu mfumo wa kufanya kazi kwenye ubongo ni lile jambo. Yuko single lakini anatoka kutalakiana na mpenzi wake. Nasikia kamlipa bilioni 8. Mambo ya uchungu mimi siwezi. Yo, niko na Gigy Money OG lakini pia niko na Rick. Wewe unasema tamu. Yeah. Rick anasema chungu. Tuanze na tamu. Mimi nasema tamu kwa sababu jamani, yani ilivyo tu ilivyokakaa neno lenyewe alina yu mwisho. Yani tamu. Unabaki tu tamu. Au wewe unacheka ninakuchekesha? Aya, tamu. Unajua hata wewe hujui kama tamu. Yeah, kitu gani kitamu zaidi unakikumbuka? Kwenye mapenzi. Kwenye mapenzi? Wewe tachapa hiyo. Basi wakubwa mmeshaelewa. Haya, Ricky, tuambie kuhusu upande wako wa chungu. Chungu bana, endapo pale ukampenda mtu au katika utamu ukakatwa, unaokuja na uchungu, au kaumizwa, kinachokuja ni kichungu. Kama chungu si uzae. Shai kuumizwa? Kuumizwa. Nishawahi kuumizwa. Maana ilikuwaje? Chungu hiyo. Ilikuwa chungu. Bwana mimi tamu, muda wote kwangu mimi tamu nakwambia. Bwana ndio hivyo. Tamu lakini Ricky katupiga. No, tuangalie comment zao, chungu au tamu? Here we go. Bwana Kano, mimi nataka utupitishe kwenye tamu na chungu, experience yako upande wa tamu na chungu. Utaanza na neno gani? Nitaanza na tamu. Tamu bwana ni mkeka ukitiki. Mimi ni kibeti afu nikawini, mimi kwangu ni siku tamu sana. Sio tu kwangu, tunawakamaria wenzangu wote. Has been a good days. Na pia ni tamu zaidi pale ndapokuwa nimewin. Ni kibeti alafu timu za Italia zikatiki. Sababu timu za Italia ni wapumbavu. Kwa ikitokea siku nimebeti afu timu za Italia pesa kawini, ni siku tamu na pumua. Tumehama agenda. Okay, huo ni upande wa tamu. Tupitishe kwenye chungu yako sasa. Experience ya chungu ni situation gani uliwahi kukutana nayo na unakumbuka na unasema kabisa hii kweli ilikuwa chungu, ngumu kumeza? Chungu. Back then kipindi najitafuta bwana, kwa dem moja bwana nilikuwa date naye, namkumbuka anaitwa Sasha, simsahau mbona na mind. Sasha bwana aliniombaga 80,000. Mimi aliniombaga 800,000. Wakati huo mimi nikajua kaniomba 80,000. Kwa hiyo mimi nikamwambia poa, lakini nitakupa nusu nusu, nitakutangulizia nusu kwanza afu nusu baadaye. Sasa mimi ngoja nitafuta 80,000 pale. Sasha akakubali. Kumbe Sasha alielewa kwamba nitampa 400,000 alafu 400,000. Mimi najua nitampa 40,000. Kwa hiyo nikaitafuta ile 40,000 nilipopata, akanielekeza alipo, anakaa hostel, alikuwa anasoma chuo cha ustawi jamii pale. Kuna hostel zao zile hostel fulani. Nikaenda kumpelekea 40,000. Yeye akijua mimi nampelekea 400,000. Kufika pale kwanza sijua mimi tayari na confidence. Unajua umeshaipata mwanaume, umeshapiganisha. Alafu fote mimi kwangu nikie ni refu, yani ni hela nyingi sana, ni 40,000. Zamani kabla hata sija direct. Nifika pale nilikuwa na rafiki yangu Mwalimu Alfani mwenyewe amenisindikiza, amekaa kwa pembeni. Basi yule demu kwanza sijua mimi tayari na fote, nikaanza kumsii sana asome. Unajua maisha alivyo, demu akawa ananisikiliza, yeye nitasoma. Kwa hiyo akawa ananisikiliza na yuko humble, akiamini kwamba baada ya conversation na ukota 400,000. Kwa hiyo akawa yuko humble. Sio nakupa hela unaenda kusuka manywele unaweka makucha. Hizi hasi napata kwa tabu sana. Tunazitafuta tunaumia kupata hizi hela, wewe hujui sinazipataje, sio uzichezee. Yeye akijua 400,000, mimi nikijua 40,000. Baada ya conversation haikuwa mtiifu sana kukubali, kile ninachomwambia anakubali ndio msaji. Nilipotoa ile 40,000 kumkabidhi, akaambia mbona bado? Mbona bado vipi? Bado 360. Nikamwambia bado vipi? Sasa nikakwambia nakupa nusu afu nusu. Akaambia nusu si maana yake ni 400,000 afu. Nikamwambia Sasha, hebu subiri nusu kisha
kwani uliomba shilingi ngapi? Unikuandikia 800k. Sasa hizo k ndo zimeingia hapo. K ndo zimeingia, bado hujazipata vizuri. Sasa mimi bado sijazijua k ni nini. Kwa bwana 800k ngajua 80. Kumbe 800k jiwe 8. Kwa ndo mara ya kwanza ngajua matumizi ya k na 000. Akaniambia nimemaanisha na kuomba 800,000. Nikamwambia Sasha, niyo tu muwazi. 800,000 ni hela ambayo siwezi kuwa nayo leo. Ingelikuwa nayo Sasha nisingeweza kukupa. Yaani mimi niko lazima tuachane, yaani mapenzi yetu yafe kwa ajili umeniomba 800,000. Basi akanirudishia ile 40 akaniongezea na 60 ikawa laki. Alright, akaniambia Hans, mapenzi bila inawezekana. Si ukiwa na hela nipigie namba yangu unayo. Akanitosaga, niliumiaga sana. Maisha yakaendelea kama miaka 7 mbele. Actually kwa nishajipata kama miaka 4 mbele yake nikawa nishajipata. Miaka 7 mbele nakumbuka siku hiyo nilikuwa naenda sehemu kwenye sherehe ya suti yangu ikawa imezingua. Nikawa napitisha dry cleaner sehemu fulani Msasani ipigwe fast clean niivae. Naingia ndo namkuta reception pale mtoto Sasha. Achoka vipi? Bwana. Nikamwachiaga na keep change. Na mind Sasha anaangalia anajua yani na mind anajua na mind. Ila Sasha alikuwa anakupenda. Kama alikupa 60k, niongezee 60 of course. Lakini niliumia. Shout out kwa Sasha, mimi sija mind Sasha. Sawa. Nataka utuambie kitu gani ambacho ushai kukutana nacho kwenye mapenzi, mahusiano, ambacho ni kitamu na kichungu pia. Kitamu na kichungu, yani tamu na chungu. Pagumu hapo afu pazuri. Unachikaga tu. Mimi hapa kwa experience yangu ndogo. Mimi na experience mimi. Sikia. Kitu kitamu na kichungu kwangu mimi hapa. Avoa. Au jamani ni mtazamo wangu. Kitu kitamu. Wewe ushawahi kupiga punyeto? Choi? Akumbe wewe mwanachama. Mimi naamini sawa kubwa. Siku ya kwanza kupiga mtulinga nilisikia utamu ambao siujui utamu unaongelekaje. Kitu kichungu sasa ni kwamba toka ile siku mpaka leo sijawahi kusikia ule utamu tena. Kwa mpaka leo unapigaga nyeto unautafuta ule utamu. Bila chikago niko na utafuta.